Nilikimbia mpaka chumbani baada ya kuona lile tukio. Yaani shangazi na mwanae na wazee kama wanne walikuwa uchi wa mnyama wakiwa wanamloga mama. Nikaogopa sana. Nilipofika chumbani kwangu nilijifunika na blanket huku natetemeka. Kumbuka baada ya kumuona shangazi na wale watu waliokuwa wanamloga mama, shangazi na wale watu wakayayuka. Usiku niliweweseka sana, nikapata shida kulala. Basi nikalala mpaka asubuhi, lakini nililala usingizi mzito ambao sijawahi kupata toka nizaliwe. Nakumbuka nikaamka majira ya saa 7. Nikainuka kitandani kwangu, akili inanijia hapo niende chumbani kwa mama nikamuulize mama unaendeleaje, na nimweleze yote niliyoshuhudia usiku, kwamba shangazi alikuwa uchi wa mnyama na watu wengine wanamloga, ndio maana inamfanya mama hadi leo awe kitandani. Basi moja kwa moja mpaka chumbani kwa mama, ila kufika kwa mama sikumkuta mama pale kitandani. Nikaanza kujiuliza mama ameenda wapi? Nikasema nitoke nje nikamwangalie, ila kufika nje cha ajabu sasa na cha kushangaza nakuta watu wanalia kweli kweli, na kinachonishangaza zaidi, pembeni namuona mama analia, lakini pia mama analia na ninamuona mama mzima wa afya, yani analia huku amesimama. Mara ya mwisho mama alikuwa hata hawezi kutembea usiku tu wa jana, ila leo mama amesimama afu analia. Watu wengi wamemzunguka huku akisema mwanangu, 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 yani anamlilia mwanae. Ikawa inanichanganya, anayemlilia mwanae ni yupi? Na mimi ni mtoto pekee kwake. Basi nikamsogelea mpaka pale mama na kumwambia mama, unalia nini? Unalia nini mama? Ila cha ajabu mama hanisikii. Nikijaribu kumkumbatia mama haisi chochote kama kuna mtu amemkumbatia. Pembeni naona baadhi ya watu mtaani wameshika picha yangu, wameiweka alama ya X. Wengine naona mashe na shangazi wapo wanaongea. Sasa kujiuliza kuna nini hapa? Sasa kulikuwa na mtoto wa jirani ambaye nilikuwa rafiki yangu sana, anaitwa Salma. Nikawa nimemuona naye ametulia tuli, nikaamua kumfuata. Namfuata namuita Salma, Salma, naye hanisikii. Sasa nikaanza kupata wasiwasi, nikakimbia moja kwa moja mpaka ndani. Kufika ndani nikaelekea kwenye chumba cha shangazi na kuta jeneza. Huwezi amini, lile jeneza nipo mimi. Nikaanza kujiuliza, ina maana mimi nimekufa? Na nimekufaje? Usiku wa jana tu nilikuwa mzima wa afya, na nikaamka nikaenda kumshuhudia shangazi akimloga mama. Nikawa nimelala. Leo nimeamka saa 7, natoka nje namkuta mama mzima, halafu msiba. Huo msiba ni wangu. Oh, nikaanza kuogopa sasa. Nikajifunga, nikakimbia mpaka chumbani kwangu nikajifungia, maana hakuna anayeniona. Baada ya muda nasikia mlango unafunguliwa. Nikaangalia, nani anafungua? Nikaona wazee wawili wapo uchi wa mnyama, huku wamebeba matunguli hivi na wanaimba nyimbo ambazo sizielewi, huku wananisogelea. Nikaanza kuuliza, mnaniona? Wakacheka na kusema, sisi ni watu pekee sana tunayekuona, yani ni sisi tu tunayekuona, wengine wote hawakuoni. Nikauliza, nimekufa? Wakasema, hapana, hujafa, umekuja kwenye ulimwengu mpya. Nikaanza kushangaa, ulimwengu mpya?
ulimwengu upya kwa maana ipi? Kwa namna gani? Wakaniambia simama. Mimi nikamwambia sitaki. Wakaniambia simama. Nikamwambia sitaki. Wewe mzee mmoja akawa ameshika bakora kubwa sana, akanitandika nayo kichwani. Baada ya kunitandika nayo, nashangaa tu, namfuata. Yaani nafsi haitaki ila mwili unamfuata. Akanipeleka moja kwa moja mpaka kwenye ubavu wa mlango. Yaani jeneza langu liko pembeni, mimi nipo kwenye ubavu wa mlango. Nakumbuka usiku sijaumwa na nilikuwa sina matatizo yoyote, ila ghafla tu asubuhi nimeamka naona msiba wangu mimi, yani kwa kwamba nimekufa na kifo changu katika hali ya kutatanisha. Yani hata mimi marehemu mwenyewe tu nikawa nakishangaa kifo changu. Why? Baada ya muda sasa nikawa naona jeneza langu linachukuliwa linaondoka. Mama analia. Naambia mama usilie, mwanao nipo hapa. Lakini mama anisikii. Yaani mama anisikii kabisa. Mama usilie, mwanao nipo hapa. Nikiangalia vizuri kwenye jeneza kuna mgomba. Mimi mwenyewe nipo huko. Mama alilia, majirani walilia. Nikaenda nikaswaliwa na nikaenda kuzikwa. Lakini sio mimi niliozikwa. Kaburini kumezikwa mgomba. Mimi nipo hai, niko nyuma ya mlango. Nimewekwa. Siwezi hata kujipepesa na hakuna hata anayenisikia. Toka asubuhi watu pekee walionisikia ni wawili tu, ambao ni wale wazee ambao walinifuata chumbani kwangu kunitoa na kunipeleka moja kwa moja mpaka mlangoni. Basi ikaingia usiku sasa. Niko pale pale mlangoni. Mara namuona shangazi anakuja. Fronti ananiangalia mimi. Akaja akaniuliza, "Jamila, unaniona?" Nikamwambia, "Ndio nakuona." Na mimi nikamuuliza, "Unaniona?" Akaniambia, "Ndio nakuona." "Njoo." Nikamwambia, "Shangazi, niende wapi?" Mlao shangazi yupo uchi. Yaani nikisema uchi wa mnyama. Ani uchi wa mnyama. Njoo. Nikabisha. Mimi nilikuwa mbisha, nikisema siji. Hapo tayari washanigeuza hivyo, yani washanizika, nipo kwenye ulimwengu wao. Yani wachawi ndio watu pekee walikuwa wananiona, lakini bado nikawa nabisha siji. Basi wewe akanitandika bakora pale. Nilikula bakora. Jamila anasema alikula bakora, akaamua kumfuata, akampeleka kwenye chumba ambacho siku zote alisema hii ni store ameifunga, lakini ndo akanifungulia na kuingia humo ndani. Kuingia pale ndani nakutana na watu wengine, wadada, ambao hao wadada miezi kama 3 nyuma nao walikuwa wamekufa. Nikawakuta. Nikauliza, "Vipi hapa?" Wale wengine wote wakawa waongei, ila mmoja akawa anaongea. Akaniambia, "Umegeuzwa msukule, na hapo upo kwenye hatua ya kwanza. Ninachokushauri tu usiwe mbishi. Ukiwa na kimdomo watakukata ulimi kama hao. Bahati yako umekutana na mimi ambaye si mbishi. Nilivyojua tu nimekuwa msukule, nafanya kazi kwa juhudi. Ndio maana unaona hadi leo naongea. Hao wengine walikuwa wanapiga makelele ya wabishi wakakatwa ulimi." Hebu scenario kama hii. Usiku umelala vizuri, afu asubuhi unaamka unajikuta msukule. Guys, nikawa sina cha kufanya zaidi ya kulia tu. Yaani nikisema nililia
nililia kweli kweli. Na ilipofika saa 9 kamili wakatuchukua na kutupeleka uwanjani, kwenye uwanja ule ule ambao nilikuwa na utaka usiku. Naona watu wamezunguka wanacheza ngoma uchi. Leo ndo tumepelekwa na mimi nipo katikati na wale wengine, alafu pembeni yupo shangazi na wachawi wengine. Mara naona msururu wa watu wanakuja mbele, namuona baba. Kumbuka babangu kafa miezi 6 iliyopita. Leo namuona ana manywele, makucha, mchafu. Akawa ananiangalia tu kama anahitaji sana kuzungumza, lakini anashindwa kuongea. Yule pembeni yangu sasa, ambaye nimejuana naye, hakunitajia jina kwa muda huo, akaniambia hao wote wamekatwa ulimi na hapo wanapelekwa Songea kulima. Tupo Tanga, wanapelekwa Songea kulima. Nikawa nashanga, wanatumia usafiri gani? Akaniambia wanapaishwa na ungo hao, na huyo unayemuona pembeni yao ndio rubani yao. Rubani nikamwangalia, ni mtoto wa shangazi, yani mpwa wangu, binamu yangu, ambaye niliambiwa ameenda kusoma, kumbe ni rubani wa wachawi. Basi akatokea shangazi pale na kusema, leo nina furaha sana ya kukaribisha kiumbe kingine, ya kukaribisha msukule mwingine, ambao huo msukule mwingine ni mimi hapa. Wachawi wenzake wakawa na fly tu, wanapiga makelele na kumsifu. Mara naona akaja sijui ndio kiongozi wao, kaja na mavitu ya ajabu pale. Akamfront kwa shangazi na kumwambia, leo umepanda cheo rasmi. Kwa haya unayoyafanya kwenye chama, una deserve kupanda cheo, na umebakisha kitu kidogo sana ambacho kikamilisha unaenda kuwa mkuu msaidizi. Na kumbe shangazi ni mchawi mkubwa sana, ndio aliyemtoa baba na kumfanya msukule. Leo hii kanifanya mimi msukule. Shangazi baada ya ukabidhiwa akanifuata mimi na kuniambia, akawa nifuata hivi, akawa ananiambia, kielele chako ndio kimekuleta hapa. Hii ilikuwa si nafasi yako. Kama usingetuona usiku ule, basi hadi leo ungekuwa duniani, ila kwa sababu tu ulituona, ndio maana umelipress nafasi ya mama yako. Yani kumbe alitakiwa kuwa pale kwa msukule alikuwa mama yangu, ila kwa sababu mimi usiku ule nilishuhudia wakiwa wanamloga, ndio ile nafasi wakaniweka mimi. Kwa kweli iliniuma sana, yani iliniuma, nikawa sina pa kwenda. Basi wakatuchukua pale na kutupeleka moja kwa moja mpaka Kilwa. Nakumbuka maeneo ya Kilwa pale, na sikujua kama Kilwa, mpaka yule mwenzao mmoja sema tumefika Kilwa, na njia tulotumia kufika sielewi, yani ilipupa. Tumetoka sehemu moja tumeenda sehemu nyingine na tuko Kilwa. Tukawa tumeshikishwa majembe, lima shamba kubwa sana, tukalima usiku mkubwa. Nikawa nasikia yule mwingine sema wanabidi walime heka 7 hizi kabla ya azana, wao washamaliza. Yani ekari 7 tulime. Na hiyo ilikuwa kama saa 9:30. Endelea nusu saa tuwe tushalima heka 7 before ya azana ya alfajiri. Inaniuma sana. Ndoto zangu zimekatishwa
nimegeuzwa msukule na sijui itatokaje huko. Bwana, hiyo ni sehemu ya pili ya binti ambaye anaitwa Jamila, binti ambaye aligeuzwa msukule na shangazi yake na ikapelekea afanye kazi ngumu huko akipenda huko msukule, na huyo shangazi yake ndio alimtoa baba yake na akamfanya msukule. Sasa tukutane kwenye sehemu ya 3 ya Jamila binti msukule, tujue kitu gani kiliendelea na baada ya kuwekwa msukule. Je, mama yake aliishije sasa? Maana mama yake miezi michache iliyopita alimpoteza mumewe ambaye ni baba yake Jamila, na muda huu sasa amempoteza Jamila, na huyo Jamila na baba yake wote wamegeuzwa msukule. Bwana, usahau kutufollow, like na kushare na kucomment. Tukutane kwenye sehemu ya 3. Huu mzigo wote full unapatikana ndani ya Simulika Nasi YouTube, Simulika Nasi. Kama ukienda YouTube pale ukawa hautupati, andika hii alama ya Anchor, sijui ni hashtag, sijui ile ya A fulani hivi imezunguka hivi, andika Simulika Nasi. Simulika Nasi ikiwa imeungana, kisha mwisho malizia 964 utatupata. Thanks, goodbye.